Hili soko mzima. Hili soko mzima. Watu wanarekodi. Naitwa Luke. Ninaona ya kwamba siku ya leo tumeamka na siku ya huzuni sana. Usiku hatujalala kwa sababu ya mwenzetu, mwanabiashara mwenzetu aliyeweza kuvamiwa usiku na kupigwa risasi hapa Isiolo Market, katikati ya town, 200 meters kutoka the Central Police Station. Na to make matter worse, security iko pia kwa njia yoyote mpaka karibu saa 4 ndio tuliweza kuona serikali askari wakikuja, mwili ukiwa bado ungali pale. Sasa hivi tunaongea na yeye, ndugu yake Saila ako pale Meru, alikimbishwa Mel General kwa sababu ya hali ya kaunti hii. Sasa hivi tunasikia uchungu sana tunapoona hali ikiendelea hivi. Sasa hivi askari wale wangetuokoa usiku, askari wale wangelala kukimbizana na hii waisi usiku, ndio wanakimbizana na wananchi. Wananchi wametoka hapa kwa maandamano ya amani moja kwa moja mpaka kwa ofisi ya DC, wakiwa wanapitana na magari, wakiwa wanapita watu kwa biashara zao bila furugu. But kufika pale station, kuliko county commissioner atoke ape watu masikio, kile kimefanyika ni risasi na tiangas kurudisha wananchi ambao walikuwa wanataka kujua hali ya security yao. Swali kubwa na ambayo tunauliza leo hii, tunataka our county commissioner atuambie nduka ya bunduki iko wapi? Nduka ya bunduki iko wapi? Ndio kila mmoja aweze kujinunulia. Tumehangaika vya kutosha. Saa hii leo hii kuna mzee alikuwa anaenda kusikwa, aliyekuwa anachunga pale Pullman, aliuawa kiunyama, leo hii ndiye anasikwa. Kabla hata hajaiko kwa mchanga, mwingine ndio huyu tunaongelelea ambaye leo amelala kwa mchanga. Ndugu yake ambaye kwa hospitali saa hii hatujui hali yake. Tangu asubuhi aliingia theater mpaka sasa hajatoka. Tunauliza tutaangamia hivi mpaka lini? Number 2, tumesema hakuna kulipa ushuru katika Isiolo County. Kwa sababu gani? Ingekuwa kulikuwa na security lights ambaye tumeilia kwa muda pale Isiolo main stage, usiku watu wangeonekana, kwa sababu walipokuja watu walikuwa wamejaa ndani ya stage, watu walikuwa kwa maduka zao, lakini kwa sababu ya giza iliyo ndani ya stage hawangeweza kuonekana. Walivuka na miguu yao taratibu bila uoga, kwa maana wanajua eti hakuna lights, kila kona ni giza. Tunauliza the county government, hatua yao ni gani? Ikiwa mtu akipata njeraha kama ya hawezi hundumiwa hapa katika Isiolo mpaka akimbilie Meru General, mahali ambayo kijana ako saa hii. Saa hii tunaongea na hapa katika hii media, kungekuwa na security lights au watu wangeonekana, wananchi wangewafuata. Number 2, ikiwa security ambaye askari wako hapa Central, kazi yao ni nini? Kama mtu anaweza vamiwa 200 meters kutoka station, akufe akae 3 hours bila askari kufika na bila huduma yoyote. Tumeamka na huzuni mingi tena, na hata hatujamaliza wiki mbili nilikuwa kwa hii media tena nikiongelelea insecurity Isiolo ya ule mzee alikuwa ameuawa. Na leo tumechoka sababu leo ni mama, kesho hatujui ni nani. Inaweza kuwa ni mimi ama ni mwingine. Hata huyo askari inaweza kuwa ni yeye. Lakini ile kitu tuliomba serikali iweze kuingilia na ituonyeshe picha hiyo watu wanafanya hiki kitendo. Lakini kwa sasa hizi hatujapata kitu yote, hatujapata habari yote. Huyu ndio huyu Gitonga amepotea. Tuwe tunaendelea kuuawa, tukikuja kutetea haki yetu bado tunauawa. Sasa ndiye tunauliza, kama sio hivyo, kama serikali inatuua na mwizi atatufanya nini kweli ndugu zangu? Sasa hiyo ndio maana sisi tunasema ki youth na kama sisi wa vijana wa pikipiki tunasema ni one time, na kama hatutasikizwa hata sisi tutachukua sheria mikononi. Swali yangu ni hili, wale wamekufa ambao wajulikani, ikiwa Matiebo anaitangwa, ikiwa Makembo kijana wetu wa Kenya Power aliuawa na watu ambao wanajulikana, hatua haijaichukuliwa na hajaipatikana. Je, hawa wameuawa na watu wasiojulikana ndio watapatikana? Na kama serikali iko serious, ingetuonyesha hatua na huyu wa Kenya Power, mfanyikazi wa serikali aliyeuawa na watu wanaojulikana, na mpaka wa leo hakuna dalili ya haki yake. Hapa tumeona vijana wengi wamekuja wanaadaptiwa, hatuoni mahali wanaenda. Wamama ndio wanauliwa hapa soko mchana. Ni wapi hizo risasi zinapatikana hata si tuende?
Ndio wana vijana nawaambia sisi risasi yetu saa bunduki ni ID. Risasi nayo tunaendea ikiwa kama kura, si ndio? 2027 serikali imetuangaiza kwa muda. Ndio tuweze kuleta hapa agenda, tulete Isiolo Youth Service. Tuletewe pia booster hapa town, kuwa na spotlights. Kitu kingine ya maana ningewaambia wandugu, tundumisha amani, upendo na umoja. Huyu mama ameenda, hatujui next ni nani. Sisi vijana ndio tuko na nguvu. Tupiganieni nchi yetu, tupiganieni kaunti yetu. Ningeomba serikali ya kaunti pia ifikie Abdinguyo, aweze kusimamisha hapa vijana na ikuwe na Youth Service. Ndio pia vijana aweze kuajiriwa kwa part of security departments.